Billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapenzi ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada rehema mtukufu wa daraja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nimepata maombi mengi ya Waislamu wakisema baadhi ya nyakati niwe na wafundisha tiba ili waweze kufanya kutokana na matatizo waliokuwa nayo. Wapo ambao wanasibiwa na mashetani, wapo ambao wanasibiwa na uchawi na mambo mengi sana katika maisha yetu haya yalivyo. Nami nimepokea maombi yenu na nitakuwa na wafundisha. Tutakuwa tunafanya mada zetu hizi za kujibu maswali, kuzungumzia Uislamu, lakini tutachagua siku moja moja, tutakuwa tunatupia kipande kimoja kimoja ili na nyinyi muweze kujifundisha namna ya kujitibia maradhi mbalimbali. Leo nataka niwafundishe dawa ambayo walikuwa wanatumia mababu. Natumia tena, narudia tena, mimi nazungumzia tiba asilia, sizungumzi tiba za kisuna. Nazungumza tiba ambazo tumewakuta mababu zetu wanazifanya hizo tiba, nasi tukajifunza mawili kutoka kwao. Kwa hiyo wale watu wa kijijini wanajua kitu gani ninachosema, kwamba nazungumzia ile miti ambapo wazee walikuwa wanafanyia tiba zao. Kwa mfano, ukitaka kumtoa chale mtu, kuna mtu ana chale katika mwili, kuna mtu huwa anakuwa na chale katika mwili. Sasa unataka kutoa zile chale zile mara nyingi huwa zinatumika kama alama ya kujua kwamba huyu tunayemtafuta yuko wapi, anafanya nini. Huwa wanakupiga chale wakimaanisha kuwa ndiyo alama yao ambayo wao wanataka wewe uifanye. Watakujua upo wapi, watakujua unafanya nini. Sasa wazee katika kutoa chale katika mwili walikuwa wanatumia njia mbili. Namna ya kujitoa chale mwilini huwa wanatumia njia mbili. Njia ya kwanza walikuwa wanatafuta ndimu 7. Njia ya kwanza wanachukua ndimu 7. Zile ndimu wanazikamua katika chombo ambacho kinaweza kuhifadhi yale maji ya ndimu. Wakishakamua yale maji ya ndimu, huwa wanatafuta magadi. Wanayatwanga yale magadi, ukweli wa kuyatwanga mpaka yanakuwa laini, wanatia katika yale maji ya ndimu. Baada ya hapo wanatafuta jivu, lakini jivu ambalo limepikiwa leo, sio jivu la kulala. Ile jivu ambalo leo limepikiwa, wanachukua japo robo kijiko, wanatia katika kile chombo ambacho kina magadi na maji ya ndimu, kisha wanakitikisa. Baada ya hapo wanakwenda kujipaka mwili mzima kasoro macho. Atajitahidi kupaka yale maji yaliyokuwa na mchanganyo mwili mzima, huwa yana kawaida ya kuwasha na kuumauma kutokana na labda zile chale. Wala usiogope, jipake mwili mzima kuanzia kichwa, mwili wote. Hakikisha vile vitu ulivyovitengeneza vinaingia mwili mzima. Baada ya hapo utakaa kama dakika 20. Wenyewe walikuwa wanalala usiku mpaka asubuhi ndo wanakoga, lakini tulivyouliza wakasema hata dakika 20-25 unaweza ukakoga. Ukikoga utakuwa umefuta zile chale, ukikoga utakuwa umefuta zile chale. Lakini kuna wengine huwa wanatolewa wale majini macheketu manani, huwa wanawatoa kwa maana kwenda kuwafanyisha uchawi bila wenyewe kujijua. Na ndio maana kuna watu unawakuta leo wenyewe wanafanyishwa uchawi, lakini hawajui kama wao wanawanga, hawajui kama wao ni wachawi. Sasa huyu utachofanya ni hapa maeneo yake ya kifua hapa, utachanja mara 3. Utashika nyama utachanja mara 3, lakini wenyewe huwa wanakuwa na yaiviza. Turudiane vizuri, yaiviza. Lile yaiviza wanalipalaza sehemu 3 chwa, alafu wanachukua lile yaiviza wanakwenda nalo jalalani, na wanasema jalalani hapa kuna tupwa vitu vichafu, na mimi nakuja kutupa uchafu wa huyu mtu anaomfanyia. Unatupa lile yaiviza kisha unaondoka nalo. Wenyewe huwa wanasema hapo tiba inakuwa imekamilika, na wameshakuvua zile chale za kukufanya wewe wakutoe katika wanga au wakutoe katika uchawi. Huwa wanafanyaga hivyo kwa ajili ya kukutoa.
Lakini tiba ya mwisho ambayo nataka niwafundishe, ambayo mababu walikuwa wanafanya na sisi tumeiona, ni namna ya kumtoa jini mkorofi katika mwili. Umeshahangaika sana, umehangaika huku na huku, hataki kutoka. Yaani yeye ni mbishi tu katika mwili wako, unajitahidi wapi, anakwenda anarudi. Cha msingi cha kufanya, utachukua ndimu 25. Nisikilize hapa, ndimu 25. Zile ndimu utakamua zote, ukitoa kokwa katika sufuria yenye uwezo wa kuingia ndimu 25 yale maji yake. Baada ya kupata ndimu 25, utakwenda kutafuta vitunguu swaumu 7. Achana na vile vya kizungu, vile vyenyewe vya kiasili 7. Alafu utavimenya vile vitunguu swaumu, alafu unatakiwa uvitwange vyote, sio punje. Ni kizima kile, vinakuwa 7. Alafu utavitwanga vile vitunguu saumu, utavitwanga. Baada ya kutwanga, utavichanganya katika maji yale uliyokamulia ndimu, utachanganya, utavikoroga. Lakini utapata na mafuta taa, utachukua vifuniko 3 vya mafuta taa, utatia katika ile sufuria, kisha utachanganya. Utasomea Ayatul Kursiyu kama unaweza. Kama hauwezi, inatosheleza. Bora zaidi kusomea kama unaweza, lakini kama hauwezi, unatosheleza. Alafu atajipaka mgonjwa. Baada ya kujipaka, yule mgonjwa atajipaka mgonjwa kwa siku 3, asubuhi na jioni kwa siku 3. Atajipaka asubuhi na jioni kwa siku 3, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyo mgonjwa jini atamuondoka hata kiasi. Kwa hiyo nimekufundisheni hizi tiba aina 3, lakini tutakuwa tunafanya mambo yetu, tunawafundisha na tiba moja. Tafuta daftari lako, andika, hifadhi. Baada ya kuhifadhi, baada yake na wewe unaweza ukajikumbushia na unaweza ukalifanyia kazi hilo bila tatizo lolote. Lakini wape taarifa njema kwamba kituo chenu hiki cha Ustadh Shafii Online TV ambacho kinashughulika na dawa, lakini vile vile kinashughulika na matibabu aina mbalimbali, hususan katika kuombeana dua ya kuweza kufanya mambo mazuri katika dunia. Wagonjwa wanaumwa wanafanyaje? Tumeamua sasa kukisema kwa sababu watu huwa wanakuja sana, tukaona bora ili jambo na sisi tulifanye, kwamba watu tuweze kuwasaidia. Kwa hiyo tunapatikana Mtoni Temeke kwa Azizi Ali. Utapiga namba za simu ambazo zitajitokeza hapo chini, au utapiga 0679537474. Hizo namba utazipiga 0679537474. Utaelekezwa kufika ofisini, na vijana wapo muda wowote. Ukitaka kufika utakuja inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kisha tutaambizana nini cha kufanya. Lakini cha msingi, shika daftari lako, uwe na kaida ya kuandika hiki ambacho tunachokwambia. Baada ya kusema maneno hayo, niwaambie wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.